the President of the United States of America, Donald Trump, come and plug out our president. Pick our president the way you have picked Maduro. Nobody, not the mightiest powers in this world, will have that capacity to do this against the will of Kenyans. Kenyans and the world must remember what happened many years back in Mogadishu when the American... Farah Maalim, wewe unakuanga very reckless na maneno. Last time ulisema ungekuwa president, ungekuwa unamaliza jenzi ngapi per day? Sahi umeanza kudea Trump. Trump si mtu wa kuwa dead, my friend. Kama unataka vita na United States, nenda uianzishe Somali, si hapa Kenya. Sawa Farah Maalim, sisi hatutaki vita na wa US. Kwanza ni silaha gani Kenya iko nayo against the United States? Ni silaha gani tuko nayo? Sema wewe, don't say we Kenyans. Don't include us in your madness. Kama umeanza kuvuta vitu, please exclude us other Kenyans from your madness. Wewe unajua Trump ama unamsikia? Maduro alijipiga kifua tu hivi. Kihivi tu. Na mwisho alichukuliwa hata kujua amechukuliwa aje. Kama wewe unataka vita na United States, unasema mliwashinda, sijui Black Hawk, sijui nini huko kwenu. Nendeni mkapiganie huko. Kama mtawashinda tena ni sawa. We don't want problems na United States. Wewe Trump ni mwendo wazimu kukushinda. So usitu include sisi wa Kenya wengine kwa hii madness umeanza. Unakuanga very reckless na maneno yako wewe. Ati we Kenyans, we who is we? Wewe kama unataka vita na Trump na United States, nenda uanzishe Somali, si Kenya. Tafadhali. Hi fam. So a couple of days ago, the truthful man, Riggy G himself, he made some remarks and he was asking the President of the United States, Donald Trump, to come and pick Ruto, the same style that he did to the President of Venezuela, Nicolas Maduro. We are requesting the President of the United States of America, Donald Trump, to be kind to this country and to come through for us and to ignore that process and just do what he did in Venezuela. And Kenyans will be grateful. Now, if it is possible, he can do it as early as this week. Then came in Farah Maalim. You know Farah Maalim, the guy who said that he can butcher 5,000 Gen Zs during the June last year, 2025 June, when we had Gen Z revolution. So Farah Maalim came and said that he can butcher about 5,000 Gen Zs to protect power. So Farah Maalim came out strongly today, defending Ruto, saying that, scoffing at the idea that the US can arrest Ruto the same way they did to Nicolas Maduro, the president of Venezuela. He cited the Mogadishu Black Hawk down as an evidence that US cannot handle Kenyan's leadership. For those who don't know about the Black Hawk, the Mogadishu Black Hawk Down, go and do your research about Mogadishu Black Hawk Down that happened in October 1993. But this is 30 years ago. And this was different era, it was different war, different rules, different Somali, different USA. Mogadishu, when the Americans, with all their sophistication and might, wanted to take one General Farah Muhammad Aidid. The one thing you can never try in the Horn of Africa is to try and do that. Americans learned their lesson, the international community learned its lesson, and not a single president of ours, not a single leader of our country will be placarded by anybody else. We don't care whether you're a superpower, and nobody will ever try. As long as we have Kenyans with the guts, and we have many of them who have the guts, including all of us who are here now addressing you today. Nobody is going to mess with us because they think we are a subhuman. No. If it has happened in other countries, if it has happened in Libya, it has happened in Iraq, it has happened in other places, I can assure you one thing, it will never happen in Kenya. It will never happen in Kenya. And we are willing to shed every drop of blood of every citizen of this country before we can be treated to that kind of embarrassment. Sir, first,
every time someone uses the Black Hawk Down to explain the 2025 geopolitics, that's nostalgia. That's not logic at all. The fact that you even talk and say that Kenya is a sovereign country, I support you there. And I agree with you that Kenya is a sovereign country. But I will not talk about sovereignty while you're the same guy who talked about butchering Kenyans, 5,000 of them. So why are you speaking double-sided? Where's the double standard coming from, Mr. Farah Maalim? Same guy who was summoned by National Cohesion and Integration Commission simply because you threatened to butcher the young people of Kenya when they were trying to fight for their constitutional rights. And the remarks that you made brought about hatred, and they could have sparked more danger. So now you're telling us that we got the guts to protect the president from such kind of arrests that happened to the president of Venezuela, Nicolas Maduro. See, we have the guts. I personally am going to speak for myself. I have the guts, but to protect my own family. And the thing that I can protect, it's not the corrupt leadership of Kenya, but the Constitution of Kenya. That's the only thing and the only guts that I have. To protect the Constitution of my country, but not the interest of corrupt leaders. So if Donald Trump was to make the decision to come and invade Kenya, and pick Ruto from the State House, I would be watching and chilling and watching movies and eating popcorns, my guy. So don't talk about having the guts. We have the guts, but not to protect you, corrupt leaders. So don't talk about the guts. We got guts. Personally, I got guts, but the guts that I have are to protect my family and myself. You lack the moral compass to tell us that, or rather tell all Kenyans that we got balls to protect the president, Ruto, from the hypothetical external threats. With our blood. Hey, while you're invoking Somali war analogies. Mama. It's not gonna happen. So if Trump decides to come for Ruto because Ruto is corrupt, or because he has done whatever that he has done, or the atrocities he has committed, I will be sitting in my house eating popcorns, and I say that again. I cannot even flicker. And I'll wake up the next morning and talk about it. What are you telling us? That Kenyans, we got guts. We have guts to protect our sovereignty as a country and protect our constitution, not corrupt leaders. And I repeat that again. Donge, Mr. Farah Maalim, bana, tuachishe to protect Ruto with our blood. Sinisikia hata Trump anamkujia kesho. You think I will flicker? With our blood. Jana nilikuwa naona press conference ya Farah Maalim Mohamed akitishia President Donald Trump, akiambia Donald Trump, kuja Kenya, kuja kidnap President William Ruto vile ulikidnap President wa Venezuela, tutakuonyesha tuko na capacity ya kujidefend. Hata kama mko na nuclear weapon, hamutuwezi. And every single Kenya is willing to shed their blood to defend this country. Farah Maalim Mohamed. Every single Kenyan is willing to do what? Me, my neighbor, my children, willing to share their blood for this country. Sisi, mimi. Hey. No. Why are you speaking on our behalf? Who sent you? Nani alikutuma? Why are you speaking on our behalf? Breaking news, Fala. Wacha kudanganya Trump that akichukua Ruto, Wakenya watakasirika. Hapana, Wakenya watafanya sherehe na watabadilisha Januari hadi kama itakuwa Oktoba ama kama itakuwa April, kukua December, watapiga sherehe kutokea 21 hadi akichukua Ruto itakuwa sherehe. So stop lying to President Donald Trump. If President Donald Trump atapata Ruto na makosa anataka kumchukua, wacha mchukue. We will be so happy, tutafurahia.
I think the reason why President William Samoei Ruto is suddenly sounding so clever and interested in this war on drugs and alcohol is simply ile siku alikuwa ameenda US, Trump alimwambia, "We msee, I know your coastal line is being used for shipment of this matakataka drugs manini, and if you're not going to do anything about it, naenda kufanyia kitu president of Venezuela and you're going to be next." Then juzi akaona a whole sitting president akikuwa kidnapped kwa country yake na kupeleka US, akajambia could never be me. It could never be me. And that's why right now he's sounding so tough, giving us fancy speeches how he's going to form this task force that is almost similar to the anti-terrorism unit. And I'm like, okay. I wish you put the same energy, Mr. President, to fighting corruption. Tutakuwa mbali sana. Hii kwenda Singapore, unajua lazima vitu ziandamane na maneno. As in, I genuinely wish whatever he said is what was actually being translated in terms of work being done. Because tunaweza kuwa mbali sana as a nation. Na nikitry kuambia hawa Somalian wa upuzi sana mtaki kunisikia. Sasa sikieni ufara mahali msijua na dea sijui Trump ati akuje vita hapa Kenya. Mtu wako na akili kweli ufara mahali wewe ukitaka vita endo kapiganie Somalia. Sasa usituingize sisi wa Kenya. Hebu sikieni ifale nasema nini? Telling the President of the United States of America, Donald Trump, come and plug out our president. Pick our president the way you have picked Maduro. Nobody, not the mightiest powers in this world, will have that capacity to do this against the will of Kenyans. Sisi msitu include kwa pesa zenye muliiba. Nyinyi mnaiba pesa huko mnakuja kuinvest naye hapa Kenya. Mkiiba pesa muende Somalia. Na ukidea vita, wewe chukua Somalia wako, mpande gari mrudi Somalia, muende mkapiganie huko. Na Trump, mimi msituingize. Wakenya sijui kama unaona hiyo ujinga yenye Trump ameanza ya kuarrest ma president. Manze sisi kama Wakenya tumesema akijaribu kuarrest Kasongo, manze tutamprotect. We will protect our president. Trump hawezi kuja Kenya na ujinga. Including majenzi wamesema ya kwamba watasimama na Mr. Kasongo. That's our dad, man. We only have one dad, one president. Trump hawezi kuja huku Kenya na ujinga. Maybe huko Venezuela ni anaweza peleka ujinga. Lakini Kenya, Wakenya wote maze. Wakenya wote wameamua. Ati Trump maze hawezi kuja Kenya na ujinga. Namna. Unajua Wakenya kweli wewe. Bana alafu akuja ajaribu kushika Kasongo. Unajua Kasongo ni nani kwetu wewe? Hawezi. Maze sisi tutapiga Kasongo protection nyingine mbaya sana. Security tight maze. Ama unasemaje? Juu hivyo ndio Wakenya wanasema. Sijui. Breaking news. Farah Maalim amesema ya kwamba all Kenyans will protect President William Ruto if President Donald Trump try to arrest him. Wakenya wote wataprotect President William Ruto if President wa USA Donald Trump akijaribu kumshika. If President Donald Trump try to arrest William Ruto, all Kenyans will protect him. Farah Maalim ajui Kenya anaongea. Wakenya mnaweza kumzuia rais wa Amerika asiweze kumshika President William Ruto, asiweze kumarrest na kumweka ndani. Mnaweza kuzuia. Farah Maalim, umesema kwamba all Kenyans will protect Ruto if Trump tries to arrest him. Yani, what do you mean all Kenyans? Trump wale watu wanakuja usiku. Kwanza wanakuja saa 7 usiku. Na ile security yao, saa 7 usiku Wakenya wanalala. Almost 80% wa Wakenya wanalala. Nyinyi mkianzisha vita na Trump ama USA, mmalizeni tu peke yenu. Mliona venye Nicolas Maduro wa Venezuela alikuwa picked. Sasa unataka sisi pia tuletewe hizo helicopters saa 8 usiku tuamke. Tufanye nini? My friend, don't say all Kenyans. Sema mimi kama Farah Maalim, Trump akijaribu kukuja kuarrest ama kuplug William Ruto, venye alijaribu ama venye aliplug Nicolas Maduro, we will protect him. Lakini acha kutu include sisi wa Kenya, we have nothing to do with that. Nyinyi ndo mnaongelea kuhusu Trump. Sasa Trump akikuja hizo helicopters, my friend, nyinyi si ndo mko na helicopters, mko na security. Wakenya hata hawana security. Watu maybe kwa nyumba mwenye ako na security mingi ni Bosco na rungu. Sisi unataka tupigane na watu wa US na rungu na maybe umbwa yangu. My friend, mkianzisha vita na USA,
please, seme mimi Farah Maalim na government na security wetu. Nyinyi si ndo mmepewa security guard, sijui polisi, mko na bunduki na mko na everything huko kwenyu. Yes, so don't include Kenyans. Ninyi mkianzisha vita, my friend, akikuja kuplakiwa ama kuarestiwa, sisi tutakuwa tunalala. Telling the President of the United States of America, Donald Trump, come and plug out our president. Pick our president the way you have picked Maduro. Nobody, not the mightiest powers in this world, will have that capacity to do this against the will of Kenyans. Kenyans and the world must remember what happened many years back in Mogadishu when the Americans, with all their sophistication and might, wanted to take one General Farah Mohammed Aidid. The one thing you can never try in the Horn of Africa is to try and do that. Americans learned their lesson. The international community learned its lesson, and not a single president of ours, not a single leader of our country will be placated by anybody else. We don't care whether you're a superpower, and nobody will ever try. As long as we have Kenyans with the guts, and we have many of them who have the guts, including all of us who are here now addressing you today. Nobody is going to mess with us because they think we are a subhuman. No. If it has happened in other countries, if it has happened in Libya, it has happened in Iraq, it has happened in other places, I can assure you one thing, it will never happen in Kenya. It will never happen in Kenya. And we are willing to shed every drop of blood of every citizen of this country before we can be treated to that kind of embarrassment. Farah Maalim, wacha nikwambie hivi. Please do not dare the President of United States of America to come and arrest President William Samoei Arap Ruto. Never dare Trump. Trump si mtu wa kudea. Wewe kuna kenye unatafuta. And you are not a friend to William Samoei Arap Ruto. The way you are uttering your words uselessly and recklessly, hiyo ni kumaanisha ya kwamba wewe kuna kenye unataka Trump afanye. Trump si mtu wa kuchezea, na Trump si mtu wa kumwambia ati dare, I dare you. Tumejipanga aje kupigana na United States of America, Farah Maalim? Wewe unakuanga na mdomo mbaya ambaye inaweza choma dunia. Nyamaza kimya, you are not the president of Kenya. Kama Ruto mwenyewe aongei na ndio president wa Kenya, yeye anatulia, anajua kupima maneno na kuenda polepole. Unakimbilia nini? Unakimbilia kwenda kumwambia Trump that you can come, at Kenyans will defend sijui who? If Venezuela were not able to protect theirs, sisi ndio tutaweza? Waacha Farah Maalim kuwa na hiyo tabia ya kimbelembele, kuongea mingi bila kujua, kuongea mingi asif you are courageous, sijui nini ati wewe unaweza pigana na Trump. Sisi hatuwezi pigana na Trump. Hatuwezi, na tunataka sisi amani na United States of America. Uliona juzi president wetu alikuwa huko America vile alikuwa anaendeleza mambo yake ya kidiplomasia. Alafu unakuja hapa kuropoka mambo mingi asifu umetumwa. Kwa nani amekutuma uongee hivyo? Wacha mambo mingi. Do not dare the president of United States of America. America is a superpower. Sisi hatuyazani na hawa. Sisi tunataka amani. Kama unataka kupigana na Trump, rudi Somalia, mahali ulitokanga. Uende upigane na Trump huko. Si wa Kenya wengine. Na ninajua watu wa kabila yako wengi ni watu wazuri. Wewe tu ndio unakuanga na mdomo mbaya kuongea. Usitie watu wa kwenu matatani na usitie wa Kenya matatani. Sisi hatutaki kulia vile Venezuela inalia saizi. Nyamaza bwana. Do your work. Hai?